Sasa Veronica akiwa katika upelelezi wake ndani ya nyumba Pastor Frankie anakutana na Kevin. Kevin alikuja kumuulizia Frankie na baada ya kuona mtoto amenona na vitu vinawaka, akatema sumu za kutosha na kuacha namba. Usiku kama kawaida, Vero akampigia bosi wake na kumpa taarifa kuhusu Kevin. Bosi akatoa agizo binti huyo aingie kwenye mahusiano na Kevin ili apate taarifa zote muhimu. Baada ya hapo, Vero anampigia Kevin ili waonane hata usiku huo huo. Ila Kevin akakataa, anasema hawezi kwa sababu ana kazi muhimu. Maongezi yanaisha ila Kevin anasahau kukata simu upande wa pili. Anatamka maneno ya utata ambayo Vero anayasikia. Hapo ndipo tulipoishia. Hivyo hii ni sehemu ya 7 ya simulizi ya Pastor Frankie. Lakini kabla hatujaendelea na kukumbusha kusubscribe, maana hivi sasa ni mwendo wa mpera tu, na kama kuna vipande vimekupita, chungulia tu hapo katika chaneli ya Simulizi Official, maelfu wameshavitazama, unaweza nao kaviangalia ili upate uhondo huu kamili. Karibu. Episodi hii inaanza tunamwona Frankie akiwa anaendesha gari kwa kasi kweli kweli barabarani. Kila mara anageuka nyuma kutazama, kama vile kuna mtu anamfuatilia. Mitaa hii na wazungu tu, sio bongo kabisa yani. Na kama unakumbuka, mara ya mwisho tulifahamu na kutambua kuwa Frankie alienda Afrika Kusini kwa ajili ya semina ambayo ilijumuisha wachungaji na watumishi wakubwa wa kidunia. Sasa nini kimetokea? Mbona mambo yameharibika ghafla na hakuna kitu ambacho mimi naelewa, wewe wala yule? Kuna nini? Mwandishi wa mkasa huu anaturudisha upesi siku 2 zilizopita, akituambia ni usiku wa saa 3 kwa majira ya Afrika Kusini ndani ya hoteli iliyokuwa katika jiji la Johannesburg. Tunaona mkutano umejaa. Wanaume ambao wapo ndani ya mkutano huu wametupia suti zao za maana na viatu vya kuchongoka vibaya mno. Mbele yao amesimama mwanamke mrembo na mrefu ambaye ana asili ya Kijapani. Sasa huyu ndiye aliyekuwa ameitisha semina hii na alichokuwa amefika kukifundisha ni matumizi ya teknolojia ndani ya kanisa. Semina ilikuwa inaendelea. Kama mnavyoona, hii ni kompyuta na hapa tunatazama kitu kinachoitwa Pastors Online. Hii ni app maalumu ambayo itamfanya pastor awe ana uhakika wa kutengeneza mpaka milioni 50 kwa siku moja, ndani ya siku zote za wiki bila ya kunyanyua hata kidole chake, tena akiwa huko nchini kwake. Basi wachungaji wote pale wakapiga makofi kwa shangwe, akiwemo Pastor Frankie. Si mnajua tena jamaa kwa hela? Meza nzima ilipiga makofi isipokuwa jamaa mmoja anayefahamika kama Pastor Boniface, pastor mkubwa tu nchini Kenya. Sasa huyu jamaa yeye alikuwa na ugomvi mkubwa mno yani na Pastor Frankie. Kila alipokuwa anamtazama pale katika meza, hasira zilikuwa zinampanda. Na chanzo cha ugomvi wao ni siku ambayo Pastor Frankie alipokwenda Kenya kufanya mkutano wa hadhara, watu wakafurika kwa Pastor Frankie. Yeye kwake wakaja mkewe na wapiga vinanda wa kanisa pamoja na waimba kwaya wachache. Kila mtu alikimbilia kwa Pastor Frankie. Tangu siku hiyo, jamaa alibeba kisasi kikubwa sana. Alichokuwa naamini ni kuwa amefanywa mchezo na kusudi. Alihisi Pastor Frankie amechonga na watu wamchezee mchezo mchafu, huku akijua hiyo ilikuwa ni tarehe ya tamasha lake. Alikuwa juu tu ukweli, maskini ya Mungu. Mwenzake hizo zilikuwa ni nguvu za shetani, na hayo yalikuwa ni matokeo ya kula nyama za wanadamu 7 kila baada ya miezi 2. Jamaa akapanga kufanya mchezo, lengo alipe kisasi. Alitaka kuona Pastor Frankie anadhalilika na watu wote duniani wamuone kama mtu muovu ambaye hafai kutazama. Akachonga ramani. Kwanza alihakikisha anafuatilia ili kujua pastor huyu amefikia katika hoteli gani katika jiji hilo na chumba namba ngapi. Wakati wenzake wakiendelea na semina kwa muda huo, yeye alikuwa busy na simu yake kuwasiliana na wazuru ambao waliolipa waichonge skendo hiyo. Ikafahamika kuwa Pastor Frankie amefikia Royal Class Hoteli. Ni hoteli ya nyota 5 na amechukua chumba namba 250. Ni hoteli ambayo ina walinzi kila kona, kuanzia katika geti mpaka katika korido za vyumba. Lakini pamoja na hayo, bado mchongo wao ulikuwa katika kivuli salama. Mchongo ulikuwa ni hivi. Lakini kabla hatujaendelea, mpendwa mtazamaji, naomba nikukumbushe jambo muhimu sana. Chaneli yetu bado ni mpya na ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi, unatakiwa tufanye hivi. Hapo chini pana kialama kama hiki. Kiguse hicho kialama, hapo utakometisha sana. Pia ingia katika comments hapo, tuambie unaitwa nani na unaifuatilia simulizi yetu kutokea wapi. Mfano unaitwa Kalidushi na ifuatilia simulizi hii kutokea Songea. Sasa tunaweza kuendelea. Mpango ulikuwa ni huu. Alitafutwa dada mmoja mkali sana, mrembo ana upara fulani hivi. Kaenda hewani vibaya mno. Huyu dada yeye ni wale wasichana wanaojiuza. Sasa kama anaweza kutoa viungo vyake ambavyo Mungu aliviumba na kuvifanya ni vya siri, waliona haiwezi kuwa ngumu kwake kuitekeleza kazi yao. Kazi ilikuwa moja tu. Binti huyo aende Royal Class Hoteli, achukue chumba namba 249 au 251. Halafu atapewa ufunguo ambao utamsaidia aweze kuingia ndani ya chumba cha Pastor Frankie. Binti atajifungia humo akiwa na vilevi. Muda ambao Pastor Frankie atakuwa anarudi hotelini, Pastor Boniface atawatonya waandishi wa habari wachache, watasubiri kama dakika kadhaa, kisha ataingia kwenda katika chumba hicho na kufumua huo umbea. Hapo Pastor Frankie atakuwa amedhalilika sana kwa kuonekana ametoka na binti anayejiuza. Habari itatembea katika mitandao ya simu na itafika sehemu kubwa. Ulikuwa ni mpango kabambe ikiwa ungekwenda kama ambavyo ulivyopanga, lakini ilikuwa tofauti. Binti alifanikiwa kuingia mpaka ndani ya chumba namba 250. Akaketi kitandani na kuanza kupiga mvinyo taratibu. Lakini baada ya chumba 2-3 alianza kuhisi maumivu makubwa ya kichwa. Binti alijaribu kuinuka ili aende mlangoni atoke.
kizunguzungu kikamzidi, akaanguka mule chumbani na kwa bahati mbaya akafariki. Pastor Frank baada ya kutoka katika kikao kile, moja kwa moja alirudi hotelini. Hakusafiri na walinzi wake, alikodi tu dereva kwa sababu ilikuwa ni safari ya siku mbili. Hapo alipaswa kuchukua mizigo yake muda huo ili apande ndege arejee Tanzania, na lengo la safari hiyo ilikuwa ni kuiwahi siku ya kutoa kafara. Muda wa kuua watu 7 ili nguvu ziondoke ulikuwa umefika. Na kumbuka, alishaambiwa na shetani akikiuka masharti tu, sio tu atapoteza nguvu, lakini jambo moja baya zaidi linaweza kumkuta. Na hata ule ujio wa Frank nyumbani kwake ulikuwa ni kwa lengo la wawili hao kujadili kafara ya wakati huo ingefanyika kwa mtindo gani, kwa sababu ile mbinu ya semina kwa ajili ya watu 10 ingekuwa ni ngumu, maana kupotea kwa watu 7 tayari kulishtua jamii, wakiwemo waumini wenyewe. Walipaswa kuja na mkakati mpya. Kevin yeye kafara yake kwa ajili ya biashara yake ya magari ilikuwa ni nyepesi tu. Anamkamata mtu yoyote, sharti asimuue kwa kitu kingine isipokuwa ni amchinje, kisha anamchuna ngozi na kumkata nyama. Hivyo tu. Na alishaifanya katika usiku ule ambao Veronica alimpigia na kumsikia akiongea kuhusu maiti kupandishwa juu. Sasa huko tupaache kwanza. Turudi kwa Frank. Jamaa alipata safari katika kipindi cha utoaji wa kafara, lakini alishaweka utaratibu ambao ungekuwa mwepesi. Hapo hotelini alifuata vitu vyake ili arejee Tanzania. Kuingia ndani ya chumba, anakuta msichana amelala sakafuni. Alikuwa haelewi, asingeweza kuondoka wakati amekuta utata chumbani kwake. Ikabidi aite mhudumu. Mhudumu naye akaita meneja, na meneja akapiga simu polisi. Ikatambulika msichana amekufa. Pastor Frank akaambiwa hawezi kusafiri mpaka itambulike sababu ya kifo cha msichana huyo. Polisi wakamshikilia. Wale waliokuwa wamemwekea mtego wa udhalilishaji, habari hiyo ya mission yao kufeli kafikia. Wakaishia kusonya tu huku wakilaumiana. Pastor Frank ikabidi awekwe ndani. Kama inavyofahamika kuwa uhalifu ukifanyika eneo linalokuhusu wewe ndio unakuwa mhalifu namba 1 hata kama hujahusika. Siku ya kwanza ikaisha, jamaa yupo ndani ya nondo. Sasa hapa kuna kaumakini nataka tuwe nacho sote kwa pamoja. Ukizubaa kidogo tu naweza kukuacha. Kuna huyu msela hapa, ni msauzi, anaitwa Bella, ndio jina ambalo wahuni wamempa. Huyu Bella yeye kazi yake kubwa ni kuuza madawa. Anamiliki genge kubwa sana la wahuni. Na yule demo ambaye amekufa kule hotelini katika chumba cha Pastor Frank ni dada yake, toka nitoke yani. Alafu kwao wako wawili tu. Wazazi wao wote walishakufaga kitambo kwa kupigwa risasi na polisi na walikuwa katika misha haramu. Yani hii familia imevurugwa kichizi yani. Sasa Bella kusikia kuna mchungaji mmoja anashikiliwa na polisi kwa kumuoa dada yake, akaona hata kama jamaa atafungwa jela bado haitamponya yale maumivu ambayo ameyapata. Jamaa alishapanga kikosi kazi, ikitokea huyo mchungaji katupa jela, inatakiwa huko jela apatikane mchizi, amkite kisu cha tumbo. Akiwa katika mawazo hayo, inakuja taarifa nyingine ambayo inazifanya hasira zake zizidi mara 2 yake yani. Taarifa zilikuwa zinatoka huko maabusu. Kumbe mmoja waziri ambaye ana wadhifa mkubwa serikalini huko nchini Afrika Kusini aliwahi kufanyiwa maombi na Pastor Frank. Waziri huyo alipata ugonjwa wa kisukari ambao ulikuwa ukimsumbua miaka na miaka. Pastor Frank alipomshika tu kichwa chake, sukari yake ikaondoka. Waziri huyo baada ya kusikia Pastor Frank ameshikiliwa, habari ambayo Pastor Frank mwenyewe ndiye alijitahidi kupiga simu ili amfikie, waziri huyo alisimama mstari wa mbele kuhakikisha upelelezi unafanyika ndani ya siku moja, na ukakamilika. Majibu yakapatikana kuwa Pastor Frank sio mhusika wa lolote. Waziri alitamani walau kumuona Pastor Frank akifika nyumbani kwake na kupata chakula cha jioni, lakini mchungaji huyo aliyekuwa amebakiza siku moja tu ili muda wake wa kutoa kafara huo umepita, alikataa mwaliko huo kwa kudai kuna ratiba nyingi za maombi nchini na anapaswa kuziwahi, na nyingine zimempita kwa sababu ya kukaa ndani. Waziri akamkatia tiketi ya ndege ambayo ilikuwa ikiondoka usiku huo ili arudi Tanzania. Sasa hii habari ndio iliyomfikia Bella, kaka mtu, yani dada kauliwa, alafu mzembe aliyemfanya hivyo yuko mtaani ameachiwa huru. Wauni wakamsaka na kugundua kuwa amerudi hotelini, anachukua vitu vyake ili aondoke. Ni kweli Pastor Frank alikuwa yuko hotelini, na muda huo tayari alishawasiliana na dereva ambaye alimkodi. Dereva alikuwa mbali, ikabidi wapatane kukutana katikati ya safari. Alishangaa tu ghafla nyuma yake kuna magari matatu yanamwashia alama ya kusimama. Kila alipokuwa akiyatazama yale magari kupitia side mirrors, hayakuonekana ya kifahari sana. Ni hapo ndipo Pastor Frank alipoamua kuyakanyaga mafuta. Alipongeza tu kasi, kikosi cha Bella pia nyuma yake kikawa kinakanyaga mafuta. Pastor Frank macho yamemtoka, moyo unamdunda, hajui ni wakina nani. Kila akiongeza kasi na kugeuka, wazee nao waliongeza ya kwanza na kuendelea kumkimbiza. Hapo ndipo episodi hii ilipoanzia. Akachukua simu yake, mkono upo kwenye usukani. Lengo lilikuwa ni kumpigia yule waziri. Kwa bahati mbaya akajikuta anampigia Kevin. Simu hii ya bahati mbaya ikawa chanzo cha jambo jingine huko nchini Tanzania. Ni kawaida Kevin kwenda nyumbani kwa Pastor Frank ni kama nyumbani kwake. Anaweza kwenda na kushinda hapo hata kulala wakati mwingine. Hivyo haikuwa ajabu hata kwa usiku huo walinzi kumuona Kevin akilala nyumbani hapo. Waliamini zile za kawaida tu kwa siku zote. Bila kujua mwanaume huyo anayependa kuvaa nguo nyeusi alikuja hapo kumfuata Veronica. Baada ya kukitenda kile kilichowakutanisha, zikafuata story nyingi ambazo Kevin aliamini anaongea tu. Kumbe mwenzake alikuwa anachukua nukta muhimu za upelelezi wake. Mazungumzo yalikuwa ni marefu na mwishowe akalala. Kevin alishawasiliana na Frank, akamwambia kesho asubuhi angekuwa amefika Tanzania.
Tanzania na watahakikisha siku hiyo hiyo wanapata waumini 7 ili akatimishe sharti la ibada yake. Kevin akaingia usingizini. Veronica aliamka. Huo ulikuwa ni usiku na alitaka kuutumia kuzifikisha taarifa alizozipata kwa bosi wake. Alinyata taratibu, akahakikisha Kevin hamsikii. Akaingia chooni na kuanza kufikisha habari kwa sauti ya chini. Sasa huku nyuma, ile simu ambayo Frank alipiga kwa bahati mbaya ikaunguruma na kumwamsha Kevin. Aliposhtuka, akashangaa msichana ambaye walilala pamoja hayupo pembeni yake. Akahisi labda binti huyo amekwenda msalani au amerudi chumbani kwake ama amekwenda kumchungulia Lucas. Kila mara anamtazama hata kama yuko usingizini. Yote hayo Kevin aliamini hayamuhusu. Akalala kwa kujiegesha ili kusubiri kuona ikiwa Frank angempigia kwa mara nyingine. Katika utulivu huo wa kusubiri, akaanza kusikia sauti inatokea chooni. Sauti ya mwanamke anazungumza, sauti ya Veronica. Kevin akainuka.